Umejikalia mwenyewe hapo, jitilisha huruma. Umejiachia mwenyewe. Kama vile maisha ndio ushayapatia. Wakati una mbele wala nyuma hapo ulipo. Umetoka kijijini, umepauka, umechunda. Sasa hivi nuru imeshaanza, yani umeshaanza kupata nuru, ndio unaanza ujeuri. Yani mtu akija akikuona anaweza kusema ukaka ananyanyaswa. Kumbe wajinyanyasa mwenyewe. Kwa vitu ambavyo vinaeleweka, vinaongeleka. Yani ni vitu ambavyo tunaweza tukakaa mimi na wewe tukamalizana. Yani hatuna haja ya kusumbuana kama hivi. Au wewe sio mzima. Maki usikute mtoto wetu unahangaika kila siku unajisumbua na kusumbua. Kumbe wewe sio mzima. Wasikiliza nikwambie, kama unataka kujua mimi ni riziki au mimi ni rijali, niletee mdogo wako nije kumdabangula ndo utajua mimi ni rijali au sio rijali. Wewe mpumbavu nini? Tena usije ukaniletea tena upumbavu wako, sawa? Naomba tuheshimiane, usinitoe upumbavu kabisa. Nisikize nikwambie, umejikalisha hapa nje, kule ndani vyombo vinakusubiri vijaosho, nyumba haijapigwa deki, vile vitanda havijatandikwa, ndani kuko ovyo ovyo. Hakuna mfanyakazi wako hapa, sawa? Mimi sio usgeli wako. Yaani kila kitu uko ndani naomba kifanyike. Alafu kitu kingine, unajua kuna muda anakaa nasema kuna vitu sio vya kunyimana bwana, Allah. Mbona vitu vingine yani kitu umepewa bure, ni cha kutoa bure. Sasa vitu kweli navyo ni vya kunyimana. Eti shemeji yangu. Mbona tutaki kugombana kwa vitu kama hivi kila siku? Kitu chenyewe ni sio kwamba ndio ukinipa ndio unaondoka nacho. Yani si unaelewa. Vitu vingine tu nionekane hapa shemeji sina adabu. Muone kwanza miguu kama fiekeo, visigino kama vya bata. Allah. Sasa nisikize nikwambie, hapa ndani kwangu utafanya kila ninachokitaka. Yaani mpaka siku unyoke useme shemeji tuondoke leo nimekubali. Labda kama sio mimi mwenye mjengo. Na hapa ndani nikisema hata kesho unaondoka. Na utaondoka, usitole macho yako kama mjusi alobana mlango. Muangalie sura mbaya kufa utake. Yaani hapo kwenye kukutaka tu ninakustiri. Usijione kwamba handsome kwa sababu nakutaka. Una lolote, yaani nakustiri tu hapa, mshenzi mkubwa. Na utaondoka ndani kwangu. Lione wigi limekushuka kama pensi ya Pepe Kale. Au makalio maboflo. Mdogo wangu. Ina maana kumbe mimi nikitoka hapa nyuma, wewe unaweka utawala hapa nyumbani, si ndio? Siku hizi umeota mapembe. Umekuwa chenjeo. Nimepata malalamiko kutoka kwa mke wangu. Siku hizi una vitabu fulani vya ajabu ajabu. Mke wangu ananiambia kwamba siku hizi umeanza kumdharau. Unamjibu unavyotaka, unamtukana. Ndo akakwambia hivyo mkeo. Umeona mume wangu? Nikikwambia ana adabu unakuwa uniamini. Angalia, hapa tu mbele yako anakujibu dharau. Sasa unategemea mimi ananijibu vipi au tunaishije huko ndani? Naomba nikuulize swali moja tu. Umekuja mjini kuja kufanya nini? Hivi blaza, unaniamini mimi mdogo wako au unamwamini wewe kimada wako? Astaghfirullah. Wewe unasemaje? Mke wangu mimi namuita Changudoa, mke wangu namuita Changudoa wewe. Wewe kufanya nini? Mbona tutalala mimi kwa ndugu zangu? Sijui ni wewe kwenye fungo gani mpaka dakika hii. Nashindwa kuelewa mimi. Mimi ngofu bado unakuwa mpole tu hivyo, unaona maneno anaonitamkia mimi mkeo. Mimi leo nimekuwa Changudoa. Mimi ningekuwa Changudoa ungeniweka ndani. Mimi kuniita Changudoa, mume wangu kweli. Mke wangu. Wanaposema ndugu lawama ndio hii. Sawa? Tazama unasalisha pale mke wangu anatoa machozi kwa ajili yako. Blaza. Nyamaza mke wangu, nyamaza. Basi. Nyamaza mke wangu. Mke wangu. Hizo kelele mke wangu. Mbwa nazo. Wewe useme hivyo wewe mpumbavu nini wewe? Eti kelele hata mbwa nazo. Wewe mbona uli? Wewe mbwa nini wewe? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hapa patakushinda hapa nyumbani. Na kama umetoa kuishi bora uniambie. Kuliko siku nikakutia mikononi ukafanya kitu kibaya kwa ajili ya mke wangu. Blaza nisikilize. Tumia akili. Ndio taamini mimi ni mtu sahihi au mkeo. Tumia akili, maana mimi sina akili sawa, si ndio? Sawa. Mimi natumia akili. Natumia akili. Alafu tuone sasa. Shemeji. Nasikia njaa. Kula tu ndo unachokijua. Vitu vingine hao vijui. Afu mbona wewe ni mtu mzima tu na nywele zako kila mahali? Hujaniangalia vizuri. Mchawi ndevu tu sina. Acha upumbavu wewe. Wanaume wenzio hawasifii kula. Jiongeze wewe mtoto wa kiume. Yaani kila siku tunaongea kitu kimoja hicho. Wenye uchebe na machanuo si wanachanuaga hivi, hasa wale wanakulaje. Mimi nataka kula shemeji, force nile au nichukue hapa buku nikata. Koma.
Chukua hela. Uchukue hela ya kwako. Unajua kutafuta wewe. Mtoto wa kiume mzima una kazi ya kukaa tu, kaka yako ndo akutafutia. Uone aibu wewe. Au umetoka shamba kuja kula tu hapa. Wewe si ulivyotolewa kijijini niliambiwa unakuja kufanya kazi. Kazi unayoifanya hapa kazi gani? Yaani sioni hata kazi unayoifanya kwa kifupi. Yaani kazi unayoifanya kubwa unayoiona hapa ni kwenda chooni 24 hours. Usione kama nakutaka sana au mzuri sana, sio handsome sana. Nafanya kukusaidia tu. Kwa sababu shemeji yangu wewe kutwa kucha bafuni na kuonea huruma. Asa bafuni na wewe kipi bora? Unajua una akili wewe. Unajua kubwa zima. Bafuni hapana mdomo. Ila kukua kienyeji. Wewe utakuwa tu wa kisasa. Nakwambia, yani kama ushakuja mjini ndani ya nyumba yangu, kaka yako na mmiliki mimi, utakuwa tu kukua kisasa. Toka bwana hapa. Sitoki sasa nipige. Wewe. Toka hapa. Stoki. Nimekwambia toka hapa Kidabangulo. Sitoki. Mume wangu ananishika. Mume wangu ananishika. Toka. Mke wangu, mimi naona furaha na amani ya ndoa yetu imepotea kabisa huko ndani. Yote kwa yote tokea nilipomleta mdogo wangu ndani ya nyumba hii. Na kitu ambacho mimi nimekaa nimefikiria na nimeona chanzo cha kukosa amani ndoa yetu ni mdogo wangu. Na wazo langu lilikuwa ni kumtoa ni kumrudisha kijijini. Hapana mume wangu. Kwa sababu gani nikwambie mume wangu? Yule bado ni kijana mdogo. Isitoshe yule ni mdogo wako. Tena sio mdogo wako sio baba mkubwa baba mdogo. Mdogo wako baba mmoja, mama mmoja. Ukisema umrudishe kijijini sasa hivi, utakuwa tu kama unamuonea, Alafu kitu kingine mume wangu, yule Midabangulo bado ni teenager. Umri wake bado sana. Mimi nina imani ukimkalisha chini, ukimsemesha, ukamuonya kwa haya yanayoendelea, hata kuelewa tu. Lakini ukisema umrudishe kijijini mume wangu, mimi unadhani ndugu zako au wazazi wako watanichukuliaje? So utaniletea lawama mimi, nitaonekana mimi ndo sipendi mashemeji, mke mimi ninagubu. Yaani ubaya wote utaniangukia mimi mume wangu. Kwa mimi nilikuwa naomba tu usimrudishe kijijini. Mume wangu. Kama kumsamee, mimi mbona nishamsamea alonitendea haya yote? Kwani wewe unakuwa na moyo mgumu mume wangu kushindwa kumsamea mdogo wako ufikia hatua ya kutaka kumrudisha kijijini? Mume wangu. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Lakini sihitaji tena akae katika nyumba yetu. Ni heri nimtafutie kazi, nimtafutie chumba, akakae huko mbali na eneo letu. Sawa, ni sawa mume wangu, lakini pia hapo kwenye swala la kwenda kupanga chumba mbali, hapo kwenye swala la kusema ukamtafutie nyumba mbali na hapa nyumbani, hiyo sio sawa mume wangu. Kwa sababu gani? Kama nilivyokuambia, Midabangulo bado umri wake mdogo. Ukisema mume wangu akakae mbali na hapa nyumbani, mimi nitashindwa kumchunguza. Maana kama nilivyosema, wewe mwenyewe unajua mdogo wako yule umemtoa kijijini, mjini bado mgeni, mjini vishawishi vingi. Kesho na kesho kuto umeenda kumpangia uko mbali, unakuja kusikia kwamba mdogo wake Midabangulo sasa hivi anavuta bangi. Mimi tena nikutana na mashoga zangu aanze kuniambia shemeji yako sasa hivi ameharibika anavuta bangi. Sio sawa mume wangu. Mimi kwa ushauri wangu, naomba tu umtafutie chumba maeneo ya hapa karibu na nyumbani, ili wewe utakaposafiri mimi niwe jicho lako. Mimi nadhani unanielewa nikisema niwe jicho lako mume wangu. Wewe ukiwa upo, mimi nimekaa siku 2 siku 3, naenda namchungulia shemeji yangu anaendeleaje. Unaelewa mume wangu? Kwa hiyo una imani kabisa naweza nikaongea naye na akawa sawa kabisa, si ndio? Kabisa mume wangu. Sawa, nimekuelewa. Nalifanyia kazi hilo. Mume wangu basi pumzika. Umetoka kazini umechoka. Sawa, acha nikajimwagie maji nije kupumzika mke wangu. Mdogo wangu, unaweza kuniambia una changamoto gani sasa hivi? Kwa sababu mimi nashindwa kuelewa kama kaka yako. Blaza, mimi siwezi kuzielezea changamoto za nyumbani kwako. Wewe ni mtu mzima, una akili. Unaweza tu kaamua mwenyewe ukapambania kujua kuna changamoto gani au kuna kitu gani kinachoendelea kwenye familia yako. Mimi sina familia, kwa hiyo ni mtu mzima, siwezi kukuelekeza kila kitu. Basi sawa, hata uniambie kitu chochote ambacho kinaendelea huko ndani, nijue kama kaka yako. Mimi sinaga kawaida ya kuingilia mapenzi ya watu, sinaga kawaida ya kuingilia mahusiano ya watu. Ile ni ndoa, mmeoana.
Naweza nikaongea kitu mkagombana au mkapatana, mimi nikaonekana mbaya. Kwa hiyo chunguza mwenyewe kwa akili yako, alafu utaona ni mdogo wangu uko sawa au mkeo. Basi sawa, mimi nimekuelewa mdogo wangu.